Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Amin. Uteremsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Hatukuziumba mbingu na ardhi wale aliyomo baina yake ila kwa haki na kwa muda maalum, na waliokufuru wanayapuuza yale wanayoonywa. Je, mwawaona wale mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu? Nionyesheni wameumba nini katika ardhi, au hao wanayoshirika katika mbingu? Nileteeni kitabu kilichokuwa kabla ya hiki, au alama yoyote ya elimu, ikiwa mnasema kweli. Na nani mpotofu mkubwa kuliko hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu, ambao hawatawaitikia mpaka siku ya Kiyama, na wala hawatambui maombi yao, na ambao watu watakapokusanywa watakuwa maadui zao na wataikataa ibada yao. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi, waliokufuru husema juu ya haki inapowajia, huu ni uchawi dhahir, au wanasema ameizua mwenyewe. Sema, ikiwa nimeizua mimi, basi nyinyi hamwezi kunifaa chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeye anajua zaidi hayo mnayoropokwa, anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi, na yeye ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Sema, mimi si kiroja miongoni mwa mitume, wala sijui nitakavyofanywa wala nyinyi. Mimi nafuata niliyofunuliwa tu kwa wahi, wala mimi si chochote ila ni mwonyaji mwenye kudhihirisha wazi. Sema, mwaonaje yakiwa haya ni kweli yametoka kwa Mwenyezi Mungu, nanyi mmeyakataa, na akashuhudia shahidi miongoni mwa wana wa Israeli juu ya mfano wa haya, na akaamini, na nyinyi mnafanya kiburi? Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. Na waliokufuru waliwaambia walioamini, lau kuwa hii ni kheri wasingelitutangulia. Na walipokosa kuongoka wakasema, huu ni uzushi wa zamani. Na kabla yake kilikuwapo kitabu cha Musa kuwa chenye uongozi na rehema, na hichi ni kitabu cha kusadikisha na kilichokuja kwa lugha ya Kiarabu, ili kiwaonye waliodhulumu na kiwe ni bishara kwa watendao mema. Hakika waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kisha wakatengenea, hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Hao ndio watu wa peponi, watadumu humo kuwa ni malipo kwa waliokuwa wakiyatenda. Na tumemuhusia mwanadamu awatendee wema wazazi wake wawili. Mama yake amechukua mimba yake kwa taabu, na akamzaa kwa taabu. Na kuchukua mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi 30. Hata anapofika utu uzima wake na akafikiria miaka 40, husema, Mola wangu mlezi, niwezeshe nishukuru neema zako ulizonineemesha mimi na wazazi wangu, na nitende mema unayoyapenda, na unitengenezee dhuria zangu. Hakika mimi nimetubu kwako, na mimi ni miongoni mwa Waislamu. Hao ndio tunawapokelea bora ya vitendo vyao walivyovitenda, na tunayasamehe makosa yao. Watakuwa miongoni mwa watu wa peponi, miadi ya kweli hiyo walioahidiwa. Na ambaye amewafyonya wazazi wake na akawaambia, ati ndio mnanitisha kuwa nitafufuliwa, na hali vizazi vingi vimekwishapita kabla yangu? Na hao wazazi humwomba msaada Mwenyezi Mungu, ole wako. Amini, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli, na yeye husema hayakuwa haya ila ni visa vya watu wa kale. Hao ndio ambao imehakikishiwa hukumu juu yao kama mataifa yaliyokwisha pita kabla yao miongoni mwa majini na watu. Hakika hao wamekuwa wenye kuhasiri. Na wote watakuwa na daraja zao mbalimbali kwa walioyatenda, na ili awalipe kwa vitendo vyao, na wala hawatadhulumiwa. Na siku watakapoletwa waliokufuru kwenye moto, wataambiwa, nyinyi mlitoa vitu vyenu vizuri katika uhai wa duniani, na mkastareheshwa navyo,
basi leo ndiyo mnalipwa adhabu ya fedheha kwa mlivyokuwa mkitakabar katika ardhi bila ya haki, na kwa sababu mlikuwa mkifanya upotovu. Na mtaje ndugu wa kina Adi alipowaonya watu wake kwenye vilima vya mchanga, na kwa yakini waonyaji wengi walitokea kabla yake na baada yake kuwaambia, msimwabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hakika mimi na kuhofieni isikupateni adhabu ya siku iliyokuu. Wakasema, umetujia ili ututenge mbali na miungu yetu? Basi tuletee hayo unayotuahidi ikiwa wewe ni miongoni mwa wasema ukweli. Akasema, hakika ujuzi uko kwa Mwenyezi Mungu. Mimi nakufikishieni niliyotumwa, lakini nakuoneni kuwa nyinyi mnafanya ujinga. Basi walipoliona wingu likielekea kwenye mabonde yao, walisema, wingu hili la kutunyeshia mvua? Kumbe sivyo. Haya ni hayo mlioyahimiza, upepo ambao ndani yake imo adhabu chungu, unaangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake mlezi. Wakawa hawaonekani ila nyumba zao tu. Hivyo ndivyo tuwalipavyo wakosefu. Na bila shaka tuliwaweka vizuri, sio kama tulivyokuwekeni nyinyi, na tuliwapa masikio na macho na nyoyo, na hayakuwafaa kitu masikio yao wala macho yao wala nyoyo zao kwa lolote, kwani hao walikuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu, na yale waliokuwa wakiyafanyia maskara ndiyo yakawazunguka. Na hakika tuliangamiza miji iliyo jirani zenu, na tulizitumia ishara ili wapate kurejea. Basi mbona wale waliowashika badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ati hao ndiyo wawakurubishe hawakuwanusuru, bali waliwapotea? Na huo ndiyo uongo waliokuwa wakiuzua. Na wakati tulipowaleta kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'an, basi walipoihudhuria walisema, sikilizeni. Na ilipokwisha somwa, walirudi kwa kaumu yao kwenda kuwaonya. Wakasema, enyi kaumu yetu, sisi tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa, kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake, na kinachoongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyooka. Enyi kaumu yetu, muitikieni mwenye kuitia kwa Mwenyezi Mungu, na muaminini, Mwenyezi Mungu atakusameheni na atakukingeni na adhabu chungu. Na wasiomwitikia muhitaji wa Mwenyezi Mungu, basi hao hawatashinda katika ardhi, wala hawatakuwa na walinzi mbele yake. Hao wamo katika upotovu uliodhahir. Je, hawaoni ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi na hakuchoka kwa kuziumba kuwa ni muweza wa kuwafufua wafu? Kwani hakika yeye ni muweza wa kila kitu. Na siku watakapoletwa makafiri motoni wakaambiwa, haya si kweli? Watasema, kwani tunaapa kwa Mola wetu mlezi, ni kweli. Atasema, basi onjeni adhabu kwa sababu ya kule kukataa kwenu. Basi subiri kama walivyosubiri mitume wenye stahmala kubwa, wala usiwafanyie haraka. Siku watakayoyaona walioahidiwa itakuwa kama kwamba hawakukaa ulimwenguni ila saa moja ya mchana. Huu ndiyo ufikisho. Kwani huangamizwa wengine isipokuwa walio waovu tu? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Waliokufuru wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu, yeye atavipotoa vitendo vyao. Na walioamini na wakatenda mema na wakaamini aliyoteremshiwa Muhammad, nayo ni haki iliyotoka kwa Mola wao mlezi, atawafutia makosa yao na ataitengeneza hali yao. Hayo ni kwa sababu waliokufuru wamefuata upotovu, na walioamini wamefuata haki iliyotoka kwa Mola wao mlezi. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyowapigia watu mifano yao. Basi mnapowakuta waliokufuru, wapigeni shingoni mwao mpaka mkiwadhoofisha, wafungeni pingu. Tena waachilieni kwa hisani au wajikomboe mpaka vita vipoe. Ndiyo hivyo,
na lao angelitaka Mwenyezi Mungu angeliwashinda mwenyewe, lakini haya ni kwa sababu akutieni mtihani nyinyi kwa nyinyi. Na waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu atazipoteza amali zao, atawaongoza na awatengezee hali yao, na atawaingiza katika pepo aliyowajulisha. Enyi mlioamini, mkimnusuru Mwenyezi Mungu, naye atakunusuruni na ataithibitisha miguu yenu. Na waliokufuru, basi kwao ni maangamizo, na atavipoteza vitendo vyao. Hayo ni kwa sababu waliyachukia aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, basi akaviangusha vitendo vyao. Kwani hawakutembea katika ardhi wakaona ulikuwaje mwisho wa waliokuwa kabla yao. Mwenyezi Mungu aliwaangamiza, na kwa makafiri hawa itakuwa mfano wa hayo. Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa walioamini, na makafiri hawana mlinzi. Hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitiwazo na mito kati yake. Na waliokufuru hujifurahisha na hula kama walavyo wanyama, na moto ndiyo makazi yao. Na miji mingapi iliyokuwa na nguvu zaidi kuliko mji wako huu uliokutoa, nao tuliwateketeza, na wala hawakuwa wa kuwanusuru. Je, mwenye kuwa na bayana kutoka kwa Mola wake mlezi ni kama aliyepambiwa uovu wa vitendo vyake na wakafuata pumbao lao? Mfano wa pepo walioahidiwa wacha Mungu ina mito ya maji yasiyovunda, na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake, na mito ya mvinyo yenye ladha kwa wanywao, na mito ya asali iliyosafishwa. Na wao humo watakuwa na kila namna ya matunda, na maghfira kutoka kwa Mola wao mlezi. Basi hao ni kama watakaodumu motoni, na wakinyweshwa maji yanayochemka ya kuwakata matumbo yao. Na wapo miongoni mwao wanaokusikiliza, mpaka wakiondoka kwako huwauliza waliopewa elimu, amesema nini sasa hivi? Hao ndio ambao Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao, na wakafuata pumbao lao. Na wale walioongoka anawazidishia uongofu, na anawapa uchamungu wao. Kwani wanangojea jingine isipokuwa iwafikie saa kwa ghafla, na hakika alama zake zimekwisha kuja. Na itapowajia kutawafaa wapi kukumbuka hapo? Basi jua ya kwamba hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu. Naomba maghfira kwa dhambi zako na za waumini wanaume na waumini wanawake. Na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi, na mahali penu pa kukaa. Na waumini wanasema, kwa nini haiteremshi sura? Na inapoteremshwa sura madhubuti na ikatajwa ndani yake habari ya vita, utawaona wenye maradhi katika nyoyo zao na kutazama mtazamo wa anaezimia kwa mauti. Basi ni bora kwao utiifu na kauli njema. Na jambo likishaazimiwa, basi wakiwa ni wakweli kwa Mwenyezi Mungu, bila shaka itakuwa ni kheri kwao. Basi yanayotarajiwa kwenu mkitawala ndiyo mfisidi katika nchi na mwatupe jamaa zenu. Hao ndiyo Mwenyezi Mungu aliowalaani na akawatia uziwi na akapofoa macho yao. Je, hawaizingatii Qur'an? Au kwenye nyoyo zipo kufuli? Kwa hakika wanaorudi nyuma baada ya kwisha wabainikia uongofu, shetani huyo amewashawishi na amewaghuri. Hayo ni kwa sababu waliwaambia waliochukia aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, tutakutiini katika baadhi ya mambo, na Mwenyezi Mungu anajua siri zao. Basi itakuwaje malaika watakapowafisha wakawa wanawapiga nyuso zao na migongo yao? Hayo ni kwa sababu wao waliyafuata yaliyomchukiza Mwenyezi Mungu, na wakachukia yanayomridhisha, basi akaviangusha vitendo vyao. Je, wenye maradhi nyoyoni mwao wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu hatazidhihirisha chuki zao? Na tungelipenda tungelikuonyesha hao, na ungeliwatambua kwa alama zao, lakini bila ya shaka utawajua kwa namna ya msemo wao, na Mwenyezi Mungu anavijua vitendo vyenu.
na bila shaka tutakujaribuni mpaka tuwadhihirishe wapiganao jihadi katika nyinyi na wanaosubiri, nasi tutazifanyia mtihani habari zenu. Kwa hakika waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wakapinzana na mtume baada ya kwisha wabainikia uongofu, hao hawatamdhuru Mwenyezi Mungu kwa lolote, na yataviangusha vitendo vyao. Enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume, wala msiviharibu vitendo vyenu. Hakika waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu kisha wakafa na hali ni makafiri, Mwenyezi Mungu hatawasamehe makosa yao. Basi msiregee na kutaka suluhu, maana nyinyi ndiyo mtakaoshinda, na Mwenyezi Mungu yupo pamoja nanyi, wala hatakunyimeni malipo ya vitendo vyenu. Hakika uhai wa duniani ni mchezo na pumbao, na mkiamini na mkamcha Mungu, Mwenyezi Mungu atakupeni ujira wenu, wala hakutakeni mali yenu. Na akikutakeni hayo na kukushikilieni, mtafanya ubakhili, na atatoa undani wa chuki zenu. Angalieni, nyinyi mnaitwa mtumie katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wapo katika nyinyi wanaofanya ubakhili. Na anayefanya ubakhili basi anajifanyia ubakhili mwenyewe, na Mwenyezi Mungu si mhitaji, na nyinyi ndiyo wahitaji. Na mkigeuka atawaleta watu wengine badala yenu, nao hawatakuwa kama nyinyi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hakika tumekufungulia ushindi wa dhahir, ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yajayo, na akutimizie neema zake, na akuongoe katika njia iliyonyooka. Na Mwenyezi Mungu akunusuru nusura yenye nguvu. Yeye ndiye aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za waumini, ili wazidi imani juu ya imani yao. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye majeshi ya mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye ujuzi, mwenye hikma, ili awaingize waumini wanaume na waumini wanawake katika bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo, na awafutie makosa yao, na huko ndiko kufuzu kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na awape adhabu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, na washirikina wanaume na washirikina wanawake, wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya. Utawafikia mgeuko mbaya, na Mwenyezi Mungu awakasirikie, na awalaani, na awaandalie Jahannam, na hayo ni marudio maovu kabisa. Na Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Hakika tumekutuma wewe uwe shahidi na mbashiri na mwonyaji, ili mumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mumsaidie na mumheshimu, na mumtakase asubuhi na jioni. Bila shaka wanaofungamana nawe kwa hakika wanafungamana na Mwenyezi Mungu. Mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao, basi avunjaye ahadi hizi anavunja kwa kuidhuru nafsi yake, na anayetekeleza aliyomwahidi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamlipa ujira mkubwa. Watakuambia mabedui waliobaki nyuma, yametushughulisha mali yetu na ahali zetu, basi tuombee msamaha. Wanasema kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao, sema, ni nani awezaye kukusaidieni chochote kwa Mwenyezi Mungu, akitaka yeye kukudhuruni au akitaka kukunufaisheni? Basi Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Lakini mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarudi kabisa kwa ahali zao, na mkapambiwa hayo katika nyoyo zenu, na mkadhania dhana mbaya, na mkawa watu wanaoangamia. Na asiyemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi kwa hakika sisi tumewaandalia makafiri moto mkali. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, humsamehe amtakaye na humwadhibu amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Waliobaki nyuma watasema, mtapokwenda kuchukua ngawira, tuwacheni tukufuateni.
wanataka kuyabadili maneno ya Mwenyezi Mungu. Sema, hamtatufuata kabisa. Mwenyezi Mungu alikwisha sema kama hivi zamani. Hapo watasema, bali nyinyi mnatuhusudu. Sio, bali walikuwa hawafahamu ila kidogo. Waambie walioachwa nyuma katika mabedui, mtakujaitwa kwenda pigana na watu wakali wa vita. Mpigane nao au wasalimu amri. Basi mkitii, Mwenyezi Mungu atakupeni ujira mzuri, na mkigeuka kama mlivyogeuka kwanza, atakuadhibuni kwa adhabu iliyochungu. Kipofu hana lawama, wala kiguru hana lawama, wala mgonjwa hana lawama. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake atamuingiza katika mabustani yapitayo mito kati yake, na atakayegeuka upande atamuadhibu kwa adhabu chungu. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewapa radhi waumini walipofungamana nawe chini ya mti, na alijua yaliyomo moyoni mwao. Basi akateremsha utulivu juu yao, na akawalipa kwa ushindi wa karibu na ngawira nyingi watakazozichukua. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Mwenyezi Mungu anakuahidini ngawira nyingi mtakazozichukua, basi amekutangulizieni hizi kwanza, na akaizuia mikono ya watu isikufikieni, na ili hayo yawe ni ishara kwa waumini, na akakuongozeni njia iliyonyoka. Na mengine hamwezi kuyapata bado, Mwenyezi Mungu amekwisha yazingia, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Na lao makafiri wangelipigana nanyi, basi bila shaka wangeligeuza migongo, kisha wasingelipata mlinzi wala msaidizi. Huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokwisha pita zamani, wala hutapata mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Na yeye ndiye aliyeizuia mikono yao kwenu na mikono yenu kwao katika bonde la Maka, baada ya kukupeni ushindi juu yao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona miyatendayo. Hao ndio waliokufuru na wakakuzuieni msiingie msikiti mtakatifu, na wakazuilia dhabihu kufika mahali pao. Na lao si wanaume waumini na wanawake waumini msiowajua mkawasaga na mkaingia makosani kutokana nao bila ya kujua, Mwenyezi Mungu ili amuingize amtakaye katika rehema yake. Lao wangelitengana, bila shaka tungeliwaadhibu waliokufuru kwa adhabu chungu. Pale waliokufuru walipotia katika nyoyo zao hasira za kijinga, Mwenyezi Mungu aliteremsha utulivu juu ya mtume wake na juu ya waumini, na akawalazimisha neno la kumcha Mungu. Na wao walikuwa bado wenye haki nalo na wenye kustahili, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Hakika Mwenyezi Mungu amemtimizia mtume wake ndoto ya haki. Bila shaka nyinyi mtauingia msikiti mtakatifu insha Allah kwa amani, na hali mmenyoa vichwa vyenu na mmepunguza nywele. Hamtakuwa na hofu. Yeye anajua msiyoyajua. Basi atakupeni kabla ya haya ushindi karibuni. Yeye ndiye aliyemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki, ili aitukuze juu ya dini zote, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na walio pamoja naye wana nguvu mbele ya makafiri, na wanahurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama na kusujudu, wakitafuta fadhila na radhi za Mwenyezi Mungu. Alama zao zikatika nyuso zao kwa athari ya kusujudu. Huu ndio mfano wao katika Taurati, na mfano wao katika Injili. Ni kama mmea uliotoa chipukizi lake, kisha ukalitia nguvu, ukawa mnene, ukasimama sawa juu ya ubua wake, ukawafurahisha wakulima, ili kuwakasirisha kwa ajili yao makafiri. Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini na wakatenda mema katika wao msamaha na ujira mkubwa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini,
msitangulie mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Enyi mlioamini, msinyanyue sauti zenu kuliko sauti ya nabii, wala msiseme naye kwa kelele kama mnavyosemezana nyinyi kwa nyinyi, visije vitendo vyenu vikaharibika na hali hamtambui. Kwa hakika wanaoteremsha sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, hao ndio Mwenyezi Mungu amezisafisha nyoyo zao kwa uchamgu, hao watakuwa na maghfira na ujira mkubwa. Hakika hao wanaokuita nawe uko nyuma ya vyumba, wengi wao hawana akili, na lao wao wangelingojea mpaka uwatokee, ingelikuwa kheri kwao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, akikujieni mpotovu na habari yoyote, ichunguzeni, msije mkawasibu watu kwa kutowajua, na mkawa tena wenye kujuta kwa mlioyatenda. Najueni kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu yuko nanyi. Lau angelikutiini katika mambo mengi, bila shaka angelitaabika, lakini Mwenyezi Mungu amekupendezeeni imani na akaipamba katika nyoyo zenu, na amekufanyeni muuchukie ukafiri na upotovu na waasi. Hao ndio waliongoka kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na neema zake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Na ikiwa makundi mawili katika waumini yanapigana, basi yapatanisheni, na likiwa moja la hao linamdhulumu mwenziwe, basi lipigeni linalodhulumu mpaka lirejee kwenye amri ya Mwenyezi Mungu, na likirudi basi yapatanisheni kwa uadilifu na hukumuni kwa haki. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanaohukumu kwa haki. Hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemewe. Enyi mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda hao wakawa bora kuliko wao. Wala msivunjiane heshima, wala msiitane kwa majina ya kejeli. Ni uovu kutumia jina baya baada ya kushaamini, na wasiotubu hao ndio wenye kudhulumu. Enyi mlioamini, jiepusheni na dhana nyingi, kwani baadhi ya dhana ni dhambi. Wala msipelelezane, wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Je, yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya nduguye aliyekufa? Mnalichukia hilo. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba, mwenye kurehemu. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari. Mabedui wamesema, tumeamini. Sema, hamjaamini, lakini semeni, tumesilimu, kwani imani haijaingia katika nyoyo zenu. Na mkimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, hatakupunguzieni chochote katika vitendo vyenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Hakika waumini ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, tena wasitie shaka kabisa, na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao. Hao ndio wakweli. Sema, ati ndio mnamfundisha Mwenyezi Mungu dini yenu, na hali Mwenyezi Mungu anayajua ya katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu anajua kila kitu? Wanakusimbulia kuwa wamesilimu. Sema, msinisumbulie kwa kusilimu kwenu, bali Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyieni hisani kwa kukuongoeni kwenye imani, ikiwa nyinyi ni wakweli. Hakika Mwenyezi Mungu anajua siri za mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Qaf. Na hapa kwa Qur'ani tukufu. Bali wanastaajabu kwamba amewafikia mwonyaji kutoka miongoni mwao, na wakasema makafiri, hili ni jambo la ajabu. Ati tukifa na tukawa udongo, kurejea huko mbali. Hakika sisi tunajua kiasi cha kila kinachopunguzwa na ardhi kutokana nao, na kwetu kipo kitabu kinachohifadhi yote. Lakini walikanusha haki ilipowajia, kwa hivyo wamo katika mambo ya mkorogo. Je, hawaangalii mbingu zilizo juu yao, vipi tulivyozijenga na tukazipamba, wala hazina nyufa? Na ardhi tumeitandaza na tukaiwekea milima na tukaioteshea mimea mizuri ya kila namna. Yawe haya ni kifumbua macho na ukumbusho kwa kila mja mwenye kuelekea. Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa, na kwa hayo tukaotesha mabustani na nafaka za kuvunwa, na mitende mirefu yenye makole yaliyozaa kwa wingi, ili iwe ni riziki kwa waja wangu. Na tukaifufua kwa maji nchi iliyokuwa imekufa, kama hivyo ndivyo utakavyokuwa ufufuaji. Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na wakaazi wa Rasi na Thamud, na Adi na Firauni na kaumu ya Lut, na wakaazi wa machakani na watu wa Tuba. Wote hao waliwakanusha mitume, kwa hivyo onyo likathibitika juu yao. Kwani tulichoka kwa kuumba mara ya kwanza, bali wao wamo katika shaka tu juu ya umbo jipya. Na hakika tumemuumba mtu, nasi tunayajua yanayompitikia katika nafsi yake, na sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake. Wanapopokea wapokeaji wawili wanaokaa kuliani na kushotoni, hatamki neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari. Na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki. Hayo ndiyo uliokuwa ukiyakimbia. Na litapulizwa baragumu, hiyo ndiyo siku ya miadi. Na kila nafsi itakuja na pamoja nayo mchungaji na shahidi. Kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya, basi leo tumekuondolea pazia lako, na kwa hivyo kuona kwako leo ni kukali. Na mwenzake atasema, huyu niliye naye mimi kisha tayarishwa. Mtupeni katika Jahannam kila kafiri mwenye inda, akatazaye kheri, arukaye mipaka, mwenye kutia shaka, aliyeweka Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu, basi mtupeni katika adhabu kali. Mwenzake aseme, Mola wetu mlezi, sikumpoteza mimi, bali yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali. Aseme, msigombane mbele yangu, nilikuleteeni mbele onyo langu. Mbele yangu haibadilishwi kauli, wala mimi siwadhulumu waja wangu. Siku tutapoiambia Jahannam, je, umejaa? Nayo itasema, je, kuna ziada? Na pepo italetwa karibu kwa ajili ya wachamgu, haitakuwa mbali. Haya ndiyo mnayoahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na akajilinda. Mwenye kumwogopa mwingi wa rehema, alikuwa hammoni, na akaja kwa moyo ulioelekea. Ingieni kwa salama, hiyo ndiyo siku daima dawamu. Humo watapata wakitakacho, na kwetu yako ya ziada. Na kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao, waliokuwa na nguvu zaidi kuliko hawa. Nao walitangatanga katika nchi nyingi. Je, walipata pa kukimbilia? Hakika katika hayo upo ukumbusho kwa mwenye moyo, au akatega sikio naye yupo anashuhudia. Na bila shaka sisi tumeziumba mbingu na ardhi na vilio baina yao mnamo siku 6, na wala hayakutugusa machofu. Basi vumilia kwa hayo wasemayo,
na mtakase kwa kumsifu Mola wako mlezi kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kutwa, na katika usiku pia mtakase na baada ya kusujudu. Na sikiliza siku ataponadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu, siku watakaposikia ukelele wa haki, hiyo ndiyo siku ya kufufuka. Hakika sisi tunahuisha na tunafisha, na kwetu sisi ndiyo marejeo. Siku itapowapasukia ardhi mbio mbio, mkusanyiko huo kwetu ni mwepesi. Sisi tunajua kabisa wayasemayo, wala wewe si mwenye kuwatawalia kwa ujabari. Basi mkumbushe kwa Qur'ani anayeliogopa onyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na hapa kwa pepo zinazotawanya na zinazobeba mizigo na zinazokwenda kwa wepesi na zinazogawanya kwa amri. Hakika mnayoahidiwa bila shaka ni kweli, na kwa hakika malipo bila shaka yatatokea. Na hapa kwa mbingu zenye njia, hakika nyinyi bila shaka mmo katika kauli inayohitalifiana. Anageuzwa kutokana na haki mwenye kugeuzwa, wazushi wameangamizwa, ambao wameghafilika katika ujinga. Wanauliza, ni lini hiyo siku ya malipo? Hiyo ni siku watakayoadhibiwa motoni. Onjeni adhabu yenu. Haya ndiyo mliokuwa mkiahimiza. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na chemchem, wanapokea aliyowapa Mola wao mlezi. Kwa hakika hao walikuwa kabla ya haya wakifanya mema, walikuwa wakilala kidogo tu usiku, na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira. Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiyeomba, na katika ardhi zipo ishara kwa wenye yakini. Na pia katika nafsi zenu, je, hamoni? Na katika mbingu ziko riziki zenu na mlioahidiwa. Basi naapa kwa Mola mlezi wa mbingu na ardhi, hakika haya ni kweli, kama ilivyo kweli kuwa nyinyi mnasema. Je, imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahimu wanaoheshimiwa? Walipoingia kwake wakasema, salama. Na yeye akasema, salama. Nyinyi ni watu nisiokujueni. Akenda kwa hali yake, na akaja na ndama aliyenona. Akawakaribisha akasema, mbona hamli? Akahisi kuogopa katika nafsi yake. Wakasema, usiwe na hofu. Nao wakambashiria kupata kijana mwenye elimu. Ndipo mkewe akawaelekea, na huku anasema na akijipiga usoni kwa mastaajabu, na kusema, mimi ni kikongwe na tasa. Wakasema, ndivyo vivyo hivyo alivyosema Mola wako mlezi. Hakika yeye ni mwenye hikma na mwenye kujua.